Chuo ukiishi kizembe utatumika, kwa sababu ukitaka hela simple utatumika. Yani kwa hapa chuo mabinti wengi kinachosumbua ni tamaa. Mabinti wengi wanapenda vitu vizuri lakini hawataki kupambana. Mtu anataka kumiliki simu nzuri, anaona njia rahisi, bora akatafute mtu ampatie anachokitaka ili apate hicho kitu kizuri. Na wanapenda hela, yani wadada siku hizi jamani tunapenda hela. Yani afu wanapenda hela za kupewa, hawataki wapambane. Bana, mambo vipi? Karibu sana ndani Student Connect. Na leo tunapenda kukaribisha na tunakwambia kwamba kila ambacho kinaonekana kikosi kuwa na mwanzo, na huu ndio mwanzo. Tukaribisha ndani ya Student Connect. Na leo tuko katika viunga vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tuko na miongoni mwa mwanafunzi ambaye anafanya vizuri sana. Pengine unatamani kufahamu, nisikumwagie uondo wote, utamfahamu kwa kina. Lakini kama ni mara kwanza unajiunga na channel yetu, usisahau ku-like, kushare na kusubscribe ili uwe mwanafamilia wa kwanza ndani ya Student Connect ili upate maarifa. Na kama nilivyokuambia, siko peke yangu, niko na mwenyeji wa Chuo Kikuu hichi Dar es Salaam. Pengine unatamani kumfahamu ni nani, anajishughulisha na nini. Karibu sana. Yamkini wa Tanzania ambao wanakutazama kwa sasa wakufahamu wewe ni nani kwa majina. Okay, kwa majina naitwa Emiliana Onesmo. Nasoma mwaka wa 3, Bachelor of Arts in Film and Television Arts. By the way, mimi ni mzaliwa wa Geita, kijiji cha Kakola. Ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu. Niko hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Saizi ni mwaka wa 3, nikichukua Bachelor of Arts in Film and Television Arts. Tukisema Bachelor of Arts in Film and Television Arts na vitu vingi, ni wewe tunavyoamua kuchagua. Kuna mambo ya cinematography, kuna mambo ya production designer, kuna editing na vitu vingi tu, lakini mimi nimebezi sana kwenye upande wa production design. Production designer ni mtu ambaye anaandaa seti, makeup and hairstyle, mambo ya kuandaa props. Kwa wanaosoma filamu I think wananielewa. Na kwa sasa mimi ni mfanyabiashara mdogo, sio mkubwa, ni mfanyabiashara mdogo, yani mjasiriamali mdogo. Apart from production designer, pia mimi ni ambassador wa Elegance Natural Product ambao wanahusika na uuzaji wa mafuta asilia ya ngozi za wadada. Kingine mimi ni mwigizaji actually. Lakini sijaigiza sana, but nimeigiza mara nyingi extra but ni mwigizaji. Kingine mimi ni mfanyabiashara mdogo. Nikiangalia katika vitu ambavyo nimefanya biashara nilizozifanya since nilipofika first year, biashara ya kwanza nilianza kuuza karanga za mayai. Actually nimeuza sana karanga za mayai. Nimeuza sana na ina hela. Lakini unajua tena dada wa chuo anaona aibu kuuza karanga za mayai. Nimeuza sana karanga za mayai. Baada ya kuuza karanga za mayai nika change mind. Nikaingia kuuza home decoration, mapazia, mashuka. Yaani kila kitu ulichokuwa unakijua wewe nilikuwa nauza mimi. Ingawa nilikuwa sina duka but nilikuwa natumia online business. Nimeuza sana. Baada ya hapo nikakaa, nikafikiria, nikasema mbona ndio nauza, lakini ukiangalia unauza kwa msimu, wanafunzi wakipata boom ndio unauza. Nikasema hapa nitachelewa, nitaifanya hiyo biashara but inabidi nitafute kitu ambacho kiko available. Nikaanza mambo ya salonist. Mimi sisuke, lakini na deal na kutengeneza nywele. Ukitaka nikuoshe, nikubodlae, yani vitu vyote kuhusiana na nywele na kufanya, lakini sisuke. Nikafanya biashara, nimefanya sana mpaka nao nafanya. Yes, pia nimefanya vitu vingi. Pia mimi ni communicator kwenye podcast inaitwa Binti Cinema Podcast ambao tulianzisha wenyewe. Sio kama mimi ni mwanzishi, ni mtu alileta idea tukaanzisha mpaka leo tumefikia hapo, tumefungua podcast yetu. Ndio hivyo. Pia ni production designer katika hiyo. Yamkini katika haya ambayo umeyaongea, tufahamu safari yako na nini ambacho kilikusukuma mpaka kuwa umejikita kwenye mambo kadha wa kadha ambayo umeyaeleza hapo awali. Okay, kilichonifanya mimi nifanye hivyo kwa sababu gani? Bwana, hapa chuo kuna changamoto nyingi. Alafu sometime unaangalia na familia unaotoka. I think unanielewa. Mimi nimetoka kijijini. So, yani umetoka kijijini, hapo ukifika chuo ukisema kwamba utegemee tu labda hilo boom. Kumbuka sisi wazazi wetu wa Kisukuma au wazazi wetu
ambao hawajasoma wanajua mwanafunzi ukipata mkopo hawadili na wewe kabisa. Wanajua mkopo ndo kila kitu, utalipia kila kitu, utafanya kila kitu, even school fees, yani hawajali tena. Na wanawake unajua tuna mahitaji mengi, na mimi nina ndoto zangu, so ni kitu ambacho kilinisukuma niweze kufanya hizo biashara, kujikita na nikaondoa aibu kabisa. Zungumzia kwa upande wa elimu huko nyuma, ni changamoto gani ambazo umekutana nazo ambazo zimekujenga na kukuimarisha hata leo unaonekana katika muonekano ambao uko nao sasa? Jamani. Changamoto zipo, lakini mimi sijapitia sana changamoto. Si kwenye kusoma sio nini. Lakini mimi nilisoma shule ya kijijini. Kwanza la 7 nilifaulu peke yangu mdada. Kwetu ni kijijini jamani, la 7 nilifaulu peke yangu. Afu ilikuwa ni changamoto. Kule kwetu wanaozesha sana. Yaani wakiona tu binti hivyo, ng'ombe nini. Lakini mimi nilikuwa napenda kusoma. Kwa nilikuwa sitakagi mambo ya kuolewa nini. Nilikuwa sitaki. Na hao uliweza kupambana na hayo mazingira ambayo umeyasema mpaka unakuwa mwanafunzi ambaye umefaulu peke yako kuliko wanafunzi wengine? Actually, niseme nilikuwa na akili. Pia mimi I think mimi ni mbishi. Mimi ni mkali. Mimi wazazi wangu wanasema mimi ni mkali. Nilikuwa sitaki ujinga. Yaani mimi nikisema nataka kitu fulani, mimi nataka kusoma. Mambo ya kuolewa sitaki. Mimi wazazi wangu hawajasoma. Kwa hiyo yani ukali sio ndio ulinisaidia. Kuna kipindi niliwahi kutoroka mimi. Kisa wazazi wangu wataka niolewe. Kwa hiyo nikaamua kutoroka. Nikaenda huko nikawasemea. Kwa unajua polisi tena wakichukua sheria nini na nini. Ni wakaniacha nikasoma. Na umezungumza habari ya kutoroka, kukimbia, kutokuolewa. Wazazi walichukulia hilo swala unatoroka unaenda kuwashtaki na unarudi tena kuishi nao na maisha yanaendelea. Ilikuwaje hapa katikati? Walijisikia vibaya. Watajua wenyewe. Walijisikia vibaya. Baadhi walijisikia vibaya. Lakini mimi nilikuwa nataka kutimiza ndoto zangu. Yeah. Na umezungumza kwa habari ya ndoto. Una ndoto gani na namna gani ambapo umeanza kuifikia ndoto yako mpaka sasa? Yesu wangu, mimi na ndoto kubwa. Na ndoto kubwa sana. Ndoto yangu kwanza. Yani unataka nikwambie? Napenda biashara. Natamani siku moja niwe mfanya biashara mkubwa. Yaani natamani sana. Napenda sana biashara, mimi biashara nimeanza sisi nikiwa primary. Nilikuwa nauza ufuta, nimeenda O-level, shule niliyosoma ilikuwa ni ya boarding, lakini ilikuwa ni ya kijijini. Alafu tulikuwa tunakaa kule polini. Kwa hiyo nilikuwa napika chapati. Pale kwa hamna restaurant, hamna chochote. Shule iko kijijini, hapo wasukuma mambo. Kwa hiyo nilikuwa napika chapati mpaka saa 4 za usiku. Kwa hiyo yani biashara ni kitu ambacho ndoto yangu kubwa I think. Na umezungumza kwa habari ya kuuza ufuta ulipokuwa huko chini kule, ukaja kuzungumza habari ya kuuza karanga ulipokuja chuo. Ili kuchukuliaje namna gani, kwa sababu ni mtu wa kike na watoto wa kike wakifika chuo na hususa chuo cha UDSM ni kuna kana namna fulani hivi wanafunzi nikauze mimi kweli karanga, nikauze ufuta. Ilikuwaje kwa upande wako na wale ambao wanakuzunguka pia? Hapo ndo tunarudi. Wadada wengi aibu. Alafu mtu anataka fake life, hataki kuishi uhalisia wake. Yes, hiyo changamoto imenikuta. Ni wewe na ulivyo hivyo ni wa kuuza karanga za mayai. No. Hapana, mimi nikasema mbona ni kawaida. Alafu I'm charming. Mimi ni charming sana. Naongea na kila mtu. Sijui kukasirika, yani sijui nikununie. Naangalia maokoto. Kwa hiyo yani hapa chuo ukiishi kizembe utatumika, kwa sababu ukitaka hela simple utatumika. Inabidi utafute, afu hela yako tamu. Hela ukiwa nayo hela yako mwenyewe ni tamu actually. Afu hamna mtu anayekubabasha. Ingawa sina hela nyingi sana, lakini naweza kutimiza mahitaji yangu mwenyewe. Yaani kuna vitu mimi nataka, labda leo simu. Naweza nikachukua simu yoyote ninayotaka mimi. Labda leo nataka kitu fulani kwa sababu nafanya biashara. Na kwenye biashara ingawa nafanya online business. Sio kwamba yani nielezeje. Sio kwamba yani utauza sana. Lakini Mungu alivyo bwana, huwezi kukosa wateja. Hakika mambo yako sio mabaya, nikiangalia una simu moja matata kabisa. Pengine labda yenyewe ilikuwa ni moja ya ndoto yako kumiliki simu ambayo unaiona unaimiliki sasa, ni simu fulani hivi. Pengine labda ungetupata utondozi kidogo. Oh my God. Ni ndoto ya kila mwanafunzi. Ni ndoto ya kila mwanafunzi kumiliki simu nzuri. Simu nzuri unaipataje? Ukatumika ukauze utu wako kisa simu? No. Hapana, inabidi upambane.
Hakuna kitu kinachoshindikana. Pambana, focus on your dream. Yani ni kitu very simple. Shida dada wengi wanaona aibu kuuza karanga. Yeah. Hivyo tu. Kama mwanachuo na binti, je, unafikiri au unaona kuna watu ambao wanatamani maisha yako ambao unayaishi ukiwa mazingira ya chuo mpaka sasa? Jamani, msitamani maisha yangu. Kwa nini watamani maisha yangu? Why? Yeah, I think kuna watu wanatamani. Unajua tunatofautiana level za maisha. Akimwona Emiliana, wengi wanadhani labda mimi wakishua. Hapana. Yaani usitamani maisha yangu. Yaani usitamani tu maisha ya mtu yoyote. Yaani kama binti, hujui mtu anapataje pesa. Usitamani. Yaani kwa nini utamani? Pambana. Yaani ukiishi maisha ya kutamani vya watu, hapo ndo utaingia tamaa sasa. Na utatamani, utadhani labda mwenzio anafanya kitu fulani ili apate hela. Na wengi wanajuaga tu ni njia moja. Ana mwanaume mwenye hela. Kumbe hauna hata mwanaume mwenye hela. Ni ile tu napambana mwenyewe. I think watu wananijua kwamba mimi napambana. Kwa hiyo mtu akiniletea drama kwamba labda atakuwa anafanya hivi, no. Kwa hiyo wasitamani maisha yangu, kila mtu afocus na maisha yake. Na tukizungumzia kwenye swala zima la film, ulizungumzia kwamba ni moja kati ya mtu ambaye umejikita kwenye filamu. Tufahamu connection ya wewe paka na kupeleka kwenye filamu imekaaje, au ulianza kwa hatua gani mpaka ukaanza kuingia na kuipenda sanaa ya filamu? Hapo itakuwa ni ngumu kwanza. Ile swali ni ngumu. Filamu bwana, filamu ni hobby. Kama hauna hobby ya filamu, huwezi kufanya. Huwezi. Ndio maana mimi nasoma filamu. Ndio nasoma filamu, ni mpenzi wa filamu. Naangalia sana movie. So lakini kiniuliza kwamba nimeingiaje humo, ni neema tu ya Mungu, ni kupambana, kutafuta fursa mbalimbali like hivyo. Na ukiwa ni finalist mwaka wa 3 unaelekea kumaliza, namna gani sasa unaweza kumanage muda wako na masuala haya kujitafuta na kujipata? Wanasema time management. Unajua yani mimi nawashauri watu wengi unabidi uwe na timetable. Labda ratiba yako ya darasani inajulikana hii hapa, masaa yako haya hapa. Kama mimi ni mfanyabiashara, huwa ni mkweli sana kwa wateja wangu. Labda muda fulani nataka product, namwambia kabisa mtu kwamba nisubiri by saa ngapi nitafanyaje? Nitakuwa nishakuletea, sawa? Kwa hiyo yani nazingatia sana muda, time management. Yani hiyo ni kitu muhimu sana. Ukiweza kumanage your time, umeweza kila kitu. Kwa sababu inabidi ujue unachokifanya. Unajua kuna watu tu asubuhi wanaamka, yani hajui hata ratiba, yani yeye anachofuata ratiba za darasani. Akitoka darasani, yani hajui anaenda wapi. Inabidi unajua, mfano mimi leo, wewe unafanya interview. Mfano leo nimepanga kwenye ratiba yangu kwamba siku fulani na interview, ndio maana nimwambia saa 10. Kwa hiyo yani time management ni muhimu sana, kumanage time. Na kuna madhara yote kwa mwanafunzi ambaye hana time management katika kuhakikisha kwamba ratiba yake inakaa sawa sawia? Yes, kuna madhara. Kwa sababu gani? Yani chuo, muda wa chuo unaenda haraka jamani. Muda wa chuo unaenda haraka. Yani usipokuwa na time management, hujui unafanya nini. Ndio ile utakuta uko mwaka wa 3 semester ya 2, alafu huelewi. Unashangaa, namaliza chuo. Yani uelewe, yani time management ni nzuri sana kwa mwanachuo. Pia ndio ile watu hawana timetable. Ndio ikifika ile kipindi cha mtihani watu unaona anavyozima moto. Mtu anazima moto. Kwa sababu yani hakupanga ratiba yake ya kusoma. Kwa yani mambo yake kwanza yanakuwa haeleweki. Leo iko hivyo. Kwa hiyo kiufupi kuna haja ya kutengeneza timetable, sio? Na tukimalizia kwa habari ya role model katika maeneo matatu ambayo nimekusikiliza katika hali ambayo umeyazungumza, kuna upande wa elimu, kuna upande wa sanaa na kuna upande wa biashara. Nani ambaye ni role model katika haya maeneo matatu ambayo nimekwisha kuyazungumza na wewe umekwisha kuyazungumza hapo awali? Yes, kwenye upande wa biashara role model wangu jamani ni Vunja Bei. Napenda Vunja Bei. Napenda, yani nilichopenda ni unajua ukiwa mfanyabiashara bwana, utakiwa kuinvest sehemu moja. Yani napenda hivyo. Afu napenda bei zake. Bei zake ni zile za kuwavuta wateja. Yani ukitaka kufika mbali, usiweke bei ya kumkomoa mtu. Weka bei ambayo kila mtu ataweza kuafford. Hata kama ukipeleka mkoani wapi, mtu atanunua. Muda wangu ni Vunja Bei kwa kweli. Na kwa upande wa elimu na sanaa? Okay, kwa upande wa elimu, I think wanaoniinspire ni walimu wangu. Kwa sababu wananifundisha vizuri, wanajitahidi kwa nafasi yao. Pia kwenye upande wa sanaa,
Mimi nampenda Lamata. Lamata amebadilisha Tanzania. Unajua Jua Kali ni nzuri, tamthilia zake ni nzuri, in short. Yaani yuko vizuri. Naona yani kwenye sanaa tunazidi kusonga. Ingawa bado sana, lakini kajitahidi. Afu mwanamke kumiliki kampuni kubwa kama ile sio kitu rahisi. Kama mwanachuo na binti, unafikiri katika maeneo matatu ambayo umeyazungumza kwenye elimu, biashara na sanaa, unafikiri ni kwa nini mabinti wenzio wanashindwa kufika au wanafeli kufanya vitu zaidi ya hivyo ambavyo wewe umeweza kuvifanya kwa sasa? Yaani kwa hapa chuo mabinti wengi kinachosumbua ni tamaa. Mabinti wengi wanapenda vitu vizuri lakini hawataki kupambana. Mtu anataka kumiliki simu nzuri, anaona njia rahisi, bora akatafute mtu ampatie anachokitaka ili apate hicho kitu kizuri. Akiona nikisema nifanye online business paka nije nipate hela, ni lini ya kununua hiyo simu? Yaani mtu anaona hapana, bora tu nitumie shortcut. Unajua maisha ya shortcut ni mabaya sana. Yaani inabidi uende process by process. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, afu ukiangalia muda unapita jamani, shwa. Yaani tena sisi wadada unajua, yani kuna umri fulani ikifika, kama ulikuwa hujajenga msingi mzuri huku chini, unapotea kabisa. Kwa sababu hivi vitu vizuri vinapita tu. Alafu kuna hii kasumba, mwanaume wangu au my boyfriend ananispoil. Unajua wadada wengi hawaelewi maana ya kuspoil. Wadada hapa chuo wengi hawaelewi maana ya kuspoil. Wenyewe nadhani mwanaume akikuspoil ni kukununulia labda chakula KFC, sijui kukupeleka labda shopping hapo Mlimani, kakupeleka Masaki leo unakula. Guys, yani neno kuspoil, tuone basi mtu kakufanyia vitu vya msingi. Yaani ningemwona mdada ana akili, labda mwanaume kamfungulia biashara, kamjengea nyumba, tuone basi anasafiri aende huko nje. Kuna wengine ndio wanaenda nje lakini hana chochote. Afu wadada wengi wanapenda vitu expensive. Yaani mtu kuliko kuinvest anataka tu vitu mselele. Yaani anataka akanunue nywele ya milioni 10, sui au tu abaye nguo za gharama, kiatu cha gharama. Ukiangalia bado amepanga. Yaani kwa kweli mimi wananiacha hoi. Lakini siwezi kueleza. Yaani wadada wa chuo bwana wana mambo mengi, inabidi tu wapate ushauri. Lakini siku hizi washauri wamekuwa ni wengi, lakini watu hawasikii na wanapenda hela. Yaani wadada siku hizi jamani tunapenda hela. Yaani wadada, yaani afu wanapenda hela za kupewa, hawataki wapambane. Mtu niuze karanga, nifanye online business, mteja atakuja lini? Wewe umejaribu, umeamua kujaribu kwamba sasa najaribu kufanya. Unajua kujaribu ni nzuri sana. Yaani fanya basi najaribu. Hamna kitu kinachoshindikana kwanza. Hakuna kitu kinachoshindikana. I think nimekujibu swali lako vizuri au nimeenda long? Na kwa namna ambavyo nimekusikiliza kwa undani na kwa kina, yawezekana kuna mtu ambaye anakuinspire, anakumotivate kufanya hivi ambavyo unavifanya. Pengine labda ungetuambia ni nani ambaye anakuinspire sana mpaka kwa unajua ninavyokusikiliza naona kuna msimamo mmoja mkubwa sana ambao uko nao kama binti alafu na mwanachuo. Yaani mimi na watu wengi nawasikiliza. Unajua mimi ni mtu ambaye nasikiliza sana, napenda sana kujifunza vitu. Watu wengi sana. Lakini kwa hapa Tanzania mdada ambaye kwa kweli nimemwona na akili na dozi. Unamfahamu? Yule dada ana akili bwana. Ingawa watu wanasema sijui kanima kanadanga si hapa nini. Basi ile katumia labda usichana wake vizuri. I think ndio mtu ambaye yani kwa sasa hivi ananiinspire. Nikisema niwazungumzie watu wako nje, itakuwa ni ngumu. Tunaanza tuna hapa Tanzania ili watu waone mfano. Tusiende mbali sana. Tuanze na vya nyumbani kwanza. Yes, yani dada na akili. Yani I think yani wadada jamani, mimi ninawashauri tu wadada yani basi wa focus. Yani unajua ukifocus kwenye your dream, unaweza kufika mbali Shida yani watu tunataka maisha shortcuts. Maisha yako hivyo. Maisha yanahitaji struggle. Ukutane na changamoto nyingi sana. Jamani, siwezi kuelezea. Yamkini katika kujitafuta na kujipata kwa sehemu ambako sasa umejipata kwa asilimia kadhaa na bado unaendelea kujitafuta, ni mambo gani ambayo umekutana nayo hapa katikati, yani mpaka ilitaka kusababisha labda ukate tamaa kwenye elimu, kwenye biashara na kwenye sanaa ambayo kwa sasa umeingia miguu yote tuseme? Yani katika kitu ambacho mimi jamani sio kwamba najisifia, no. Mtu nikatisha tamaa, yani mimi ni mtu mgumu sana kukatishwa tamaa. And nikitakaga jambo langu lazima lifanikiwe. By force, by enemy. Yani iwe kwa kula, yani iwe sijui kwa kufanya nini.
mimi lazima nifanikishe. Kwa kweli hamna mtu anyenikatisha tamaa. Hamna. Sijawahi kukutana. Yaani eti jamani sasa mimi sasa nimekata tamaa, labda mtu fulani. Mapenzi yenyewe nikipenda mtu nikiona tu anazingua. Dakika zile tu nikikaa hivi. Nishasahau na focus. Na tukizungumzia kwa swala la masomo katika kuinginja za hapa na pale za kupambana na kuendelea kujitafuta ili uweze kujipata. Je, katika kumanage muda wako haijawahi kutokea kwenye masomo yako ukapata sapo au carry over? Yaani since first year mpaka now sijawahi kupata sapo, sijawahi kupata carry over na GPA yangu iko poa. Muda wa kusoma ni wa kusoma. Ndio maana nimesema swala la time management. Unajua sasa hivi muda gani, labda sasa hivi nafanya hiki, naingia session, nafanya hiki na hiki na hiki, labda usiku muda. Afu chuo haihitaji kusoma sana. Afu inategemeana na course. Unajua chuo inabidi una relax, yani relax kidogo, soma hata lisali moja, pumzika. Basi huwezi ukafeli. Mimi sija kufeli kwa kweli. Hapana, mbona kuna watu wanafeli au unatupanga madam? Siwezi kupanga. Nitakufungulia RS yangu since first hii mpaka sasa hivi. Nikuonyeshe. Na una kitu gani sasa cha kuwashauri mabinti pamoja na vijana ambao wanasema ajira hakuna, hawana cha kufanya, labda wanalala tu, wanafanya vitu ambavyo haviko sahihi, labda una kitu gani cha kuambia kama wewe sasa wewe ni kioo kwa vijana ambao wanakusikiliza kwa sasa? Jamani, ajira zipo. Hapo nyewe msiache. Sio kwamba eti ajira hamna ajira. Unajua hiyo notion bwana ni mbaya sana. Alafu ukiweka notion ya kusubiri kuajiliwa, wewe utasubiri sana. Mimi tokaga nikiwa yani sijaweka hiyo notion. Sio niajiliwe, sio nini. Kuajiliwa tunasema ni part of life. Kuna muda labda umemaliza chuo kama hivyo, huna kazi ya kufanya. Labda ndo kwa wale ambao labda hawana issue ya kufanya kabisa. Labda ndio hivyo utapata labda kikazi unaajiliwa labda lakibila. Lakini ukienda kukuajiliwa, hakikisha basi kama una ndoto yako, wewe umeajiliwa kule ni mfanyabiashara, si unatafuta mtaji. Ina maana unabidi ukajifunze, upate zile hela ukusanye ili ufanye kitu. Yaani mimi siwashauri kutegemea ajira. Jamani, vitu viko vingi. Shida yao watu wengi, mtu anaona aibu kwenda kuuza pale. Unajua pale Mbezi ile ya sokoni ya kule stendi, unajua pale wale mama wanauza sana ile matunda. Unalijua hilo swala? Wale mama wanauza pale, mtu kwa siku anaingiza 7 pale sokoni anauza. Lakini mwanachuo mtu katoka chuo anaona yani mimi nikauze matunda kabisa pale Mbezi. Siwezi, kazi ziko nyingi. Lakini watu shida wanachagua kazi. Mtu anaona aibu, yani nimeweza degree UDSM, nikauze kabisa sokoni. Hapana, yani kazi ziko nyingi sana. Wafugaji si wako wachache. Wanafunzi wa chuo hataki kufuga. Si wanaona aibu kushika ile mavi ya kuku. Yani kazi ziko nyingi sana. Haya, tuseme na hapa tu idea nyingine. Mfano mtu labda umeamua umetunza mtaji wako, unakuwa ni supplier labda hizi nyanya, vitunguu nini. Unajua ni mahitaji ya watu ambao wanahitaji kila siku. Mtu anaona aibu. Nimemaliza chuo, nimeuza nyanya, niwe supplier, sio nini. Lakini biashara ambazo zina hela nyingi sana. Na pengine labda tukizungumzia kwa form 6 ku level huku, tufahamu pia na kwenyewe kulikuwa na nginja za namna gani mpaka unafika huku juu? Yani mimi advance kwenye nilikuwa mfanya biashara, nilikuwa nauzia blazia. Ila mimi jamani, walimu wangu asije kaja. Jamani, hapo naongea siku walimu wangu asije kaja. Kuna mimi nilikuwa nauzaga blazia. Mimi nimesoma advance shule ya girls tu. I think na pale shuleni kwa kweli nilikuwa popular, najulikana sana. Nilikuwa charming. Nilikuwa naongea sana. Yaani kuna wale chuo watu eti chuo advance watu wanaongea sana, yani charming nini, makelele, vurugu. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara pale advance. Nilikuwa nauza blazia. Kwa advance blazia ni kitu ambacho lazima utauza sana. Yaani haipingiki. Kwa sababu wadada wengi wanatoka yani lazima tuuze. Yani nilikuwa nauza hiyo biashara. Ingawa changamoto zilikuwa ni nyingi, unaogopa labda ukisikia taarifa, sijui nani nasikika anauza hiki. Lakini sikuwahi kukamatwa na nilikuwa ni mwanafunzi mzuri sana. Yani ndio sijui nielezeje. Yani ndio nilikuwa nafuja nini, lakini nilikuwa na nidhamu. Alafu kingine nidhamu. Nidhamu ni kitu kizuri sana. Wewe fanya vitu vyako, lakini wewe na nidhamu. Mimi nilikuwa na nidhamu. Yani hadi mwalimu kimwambia Emiliana anafanya kitu fulani, mwalimu hawezi kukubali. Atakwambia wewe unaongopa. Emiliana hawezi kukubali. Lakini kumbe vitu hivyo mimi navifanya vizuri sana, lakini kwa sababu ya nidhamu sikuwahi kupitia changamoto yoyote advance.
Okay, una kitu gani cha kuambia sasa Watanzania ambao wanakutazama? Hebu sema tu neno. Yamkini watapona wao wanataka kutazama kwa sasa. Kwa kweli, yani si ni waseme Watanzania. Watanzania ni waoga. Watanzania ni waoga. Watanzania ni waoga. Watu kila siku wanalalamika, si Tanzania imefanya hivi. Si yani watu yani tu in short Watanzania ni waoga. Watanzania waache uoga. Watu hawezi kujisimamia. Yani mtu Tanzania anajari kwamba na familia yangu, nimekula, watoto wangu wameenda shule, nimelala, kuhusiana na nchi, yani hajari. Alafu kitu kingine, si hapo kinahusu sasa siasa. Kuna msemo, yani vijana wa sasa hivi sijui hamna chochote wanachokifanya. Wanaacha tu nchi, hawachukui maamuzi yote. Hapana. Hicho kitu mimi nakataa. Vijana hawana makosa. So siku hizo wanaita vijana wa hovyo. Mimi nahisi vijana hawana makosa kwa sababu kuna watu wanakuwa wako kwenye mfumo, si ndio hivyo? Wale watu waliopo kwenye mfumo sasa ndio wanatakiwa watengeneze njia ili sisi kutumotivate kwamba tufanye nini. Uwezo ukatuambia kwamba vijana siku hizi wa hovyo hawafanyi kitu chochote, wakati ukiangalia watu waliopo kwenye mfumo wenyewe hawafanyi chochote. Kwa kwenye hilo swala watu tusilaumiane. Vijana wapambane tu kivyao kwa sababu nchi ndio tulivyoikuta. Na uwezo ukasema nini? Unawaambia nini form 6 ambao wanakuja chuo? Form 6 wanaokuja chuo inabidi tuwe na akili ya maisha na wasitegemee kuajiliwa. Alafu kuna hii kapsumba kozi, unajua watu wanachaguliwa tu kozi. Wewe kama form 6 chagua kozi ambayo unaona wewe unaweza kuifanyia kazi. Usisikilize wazazi wako kwa sababu mzazi wako anataka usome engineering. Na unataka kwenda kusoma engineering. No. Chagua kitu ambacho unaweza ukakifanya. Ndio kitu kinachowakumba wengi form 6 na wakifika chuo wanapotea. Kuna watu hawajakutana na vitu vipya. Hivyo vitu jamani vipo. Inabidi tu mpambane, mtapata vitu vizuri zaidi ya hivyo. Pia mapenzi chuo yanawachanganya. Form 6 msichanganyikiwe na mapenzi. Wadada wazuri wapo wengi sana na wanazidi kuzaliwa, wakaka wako wazuri sana wanazidi kuzaliwa. So unatakiwa focus, unatakiwa ujue umetoka wapi. Yani chuo, yani I can't explain. Yani nina vitu vingi vya kuongea. Kwa yani chuo bwana, form 6 tunawashauri. Inabidi uangalie ulikotoka. Yani wewe umetoka wapi? Umetoka huko Usukumani, Mapolini, wewe ndio unajua kwenu, sisi hatujui. Tukikutana hapa chuo tunaishi tu raha mstarehe, wewe utajua unakula nini. Yani ukitufuata sisi, kuna wengine wametoka familia za matajiri, utapotea. Wewe focus, enjoy, jua unachokifanya. Maisha yaendelee, umalize, upambane pia, usikae tu unalala unaamka, unalala unaamka. Unabidi ujue leo unatakiwa nifanye nini. Unajua kuna kitu inaitwa vision. Lazima uwe na vision. Kwenye vision, kabla hujafikia vision, lazima uwe na mission. Mission unaamini, yani mission ni ile kila siku unatakiwa ufanye kitu. Vitu vitu vision na mission. Lazima una mission. Una mission gani sasa hapa chuo? Mission yako ni nini? Ili ukamilishe mission lazima vision.